kendo wadwaro ng'eyo sigand jowanubi gi kine gidonje Kenya kaendi nade to ang'o no momiyo gidak e piny kar dak mar Kibra kaendi kaunti ma Nairobi. Kar dak ma Kibra en kar dak maongore maduong' e pacho kaendi kendo e piny mar Afrika mangima. Kibra oting'o oganda maromo gana 250. Nitiere koda kar limbo achiele to mana jok mawuok e dhood achiele ema ringregi ne oiki kanyo. Ka jok ma odong'o to ne oiki ka kweregi. Oganda jowanubi e anyuola kende maluongo kar dak ma Kibra kaka dalagi. Ni watu ambao tumetoka upande wa Sudan na wazee wetu British walienda huko wakachukua kama askari, kisha wakatoka Sudan wakaja wakafika Uganda. British walikuwa wanataka kutawala Uganda, lakini wakakuta Waganda wameshakuwa watu ambao wana wafalme yao, ikawa ngumu. Na sasa wakatoka wakaja wakafika hapo Naivasha, wakaweka nini yao hapo, wakapata nafasi ya kukaa hapo Naivasha, lakini ikawa na matata. Basi wazee wetu wakaona sasa tutafanya namna gani, kwa sababu sasa wenyewe hawataki nini, hawataki wakae hapo Naivasha. Basi vita ikatokea kidogo, wazee wakashinda wakawa. Sasa unaona anyuola matin mar jowanubi ne oyangi kaka jokenya higa mar 2009 to kuom kinde mathoth pok ne oyangi gi kaka jokenya kendo pok omigi ratiro margi. Wakawa hapo Eldama Ravini. Eldama Ravini ni mahali ambapo wazee walipokuja mahali pao kule nini Naivasha, wakawa hapo Eldama Ravini, wakaweka dunia hapa, wakawa wanaishi hapo. Wakakaa kidogo, wenyeji wa huko sasa wakaanza vita na wao, lakini kwa bahati nzuri ambayo wakawashinda. Basi walipotoka wakafika Naivasha. Hii Naivasha ni jina ya kiongozi wa Nubian alikuwa anaitwa Amin Basha. Aliuawa hapo. Amin Basha aliuawa hapo Naivasha. Hii jina Naivasha ya Amin Basha, kwa alitoa ile Amin, lakini waliweka jina ya Basha, Amin Basha. Sasa hapo wasungu Amin Basha akasema sasa hawezi kwenda mbele, wanataka kurudi Sudan. Sasa wazungu wakampa sumu watu wa kutumua Amin Basha. Sasa nguvu ya unajua kiongozi akiwa hayupo, sasa nyinyi mnakuwa na matatizo. Sasa wanubi wakawa hawana namna, sasa watafuata vile ilivyotakiwa. Oganda wanubi ne ochope pacho kaendi higni 100 mokalo kano kelgi kod tende nanga mag Jo-Uingereza. Sisi kujipata Kibra inatokana na serikali ya Uingereza. Serikali ya Uingereza ambayo tunaita British government walitoa our ancestors kutoka sehemu za Chad, za Egypt, alafu na Sudan. Wakawa historia tuliosoma waliwalazimisha kuwa wanajeshi. Kwa hivyo wakawa wanajeshi under colonial regime wakati ule wa kwanza, before even I think it was closer to the First World War. Manake history ya Nubi inasema Nubi ameingia Kenya kutoka 1817. So waliwachukua wakaja nao wakapita Uganda, wakapasua wakashika njia western. Kufika western kuna wengine wali settle around Busia. Wakaja kuna wengine wali settle Mumias. Mumias kuna Nubian village. Wakaendelea wakaja mpaka sehemu za Kisumu kwenu Kibos. Iko na very rich history ya Nubian community. Ndio wakaja hivi na Rift Valley wakapata changamoto kidogo. Imesemekana
Wakalenjin walikuwa wakali sana wakati ule, lakini jeshi ya British ambao ni Wanubi waliwashinda kwa akili. So wakapita na wengine walisettle Dama Ravine. Kuna mahali pa Wanubi kubwa sana, ndio wamekuja all the way down here. Headquarter ndio hapa Kibra, na ukienda hivi Mombasa Mazeras pia ilikuwa makao ya Wanubi. So mimi kusema headquarter Kibra, headquarter ni Kibra kwa kuwa wale walikuwa ni wanajeshi, walikuwa wakiitwa the King's African Rifles. So the King's African Rifles walikuwa wanajeshi wa kwanza katika hii mchanga ya Kenya. Na officers mess ambaye mnajua saizi ziko wapi, Lang'ata Barracks, Kahawa, the first officers mess ilikuwa hapa. From this mosque going down, it is about 150 meters, a place called now Nyumba Kubwa. Hiyo ilikuwa sergeant mess. Alafu ukitoka hapa going all the way, you know, Amref Hospital, Line Saba. Line Saba ni jina ya Kinubi. It was not Line Saba, it was Line Shaba. You know where army used to exercise ranging? Ndio huko Line Shaba. So after Line Shaba going to Mbagathi Primary School, Mbagathi Hospital. By then wewe ulikuwa hauko, maybe mama yako. There was hizo nyumba za mabati zilikuwa inaitwa Bula Camp. Ile nilikuwa ya hawa wanajeshi, that Bula Camp. Ilikuja ikatolewa just the other day. I do remember very well my first school was Mbagathi Primary School Standard 1. The Bula Camp was still existing. So unaona hiyo ndio history ya Wanubi and Kibra. So hapa ndio imekuwa headquarter, na hii headquarter British government walipatia Wanubi ikiwa 4197 acres. Oganda jo Wanubi ne obiro pacho kaendi kendo lokgi kaka wasumbini nikech kitgi kod timbegi are kinde duto. Hapa ndio imekuwa headquarter, na hii headquarter British government walipatia Wanubi ikiwa 4197 acres. Lakini sasa unajua bureaucracy ya serikali wakanyang'anya all the way. Hiyo Lang'ata yote ni ya Wanubi. Wameweka Kinotiende estate na kina hii nyingine, all the way hizo estate zote ni Wanubi wamedanganya. Kufika hapa ukienda hivyo for Jesus Ayani ni Wanubi wamedanganywa. Tunawajengea latest house na mtakuwa settle kwa hizo latest house. Kumbe ni urongo. So hivyo ndio imechukuliwa hiyo yote. Paka leo tumepigana na serikali ya Uhuru imetusikia ndio ikatupatia 288 wherever we are right now, up to Lindi, from Toi here up to Silanga. Hiyo ndio sasa tumepewa from 4197 acres tumepewa, is it 7%? It's only 288. Wazungu walikuwa wanaweka Wanubi ni kinga wao tu, uchunga wao, si ati wanania ati hao watu watakaa kazi. Wanubi mahali ambapo wako Wanubi ndio walikuwa askari, sababu ya mambo ya vita kazi ya Wanubi. Sasa Wanubi wakakaa, sasa maendeleo inaanza sasa, Nairobi inaanza kuwa mpaka sasa tukawa hapo Kibira. Lakini ikawa sasa kwa bahati sio kama baa na gani, sasa ndio unaona sasa sisi tumefinywa, kwa sababu British wakati walipoweka sisi hapa hawakupeana stakabali ya kuonesha hii pahali neno, waliacha tu na hawakujua vile vile hao watu wanafanya kazi hiyo, lazima tutoe kwa Mungu, wakapeana tu pahali. Unaona Kibira kutoka Mochari, nafahamu hapo Mochari kende hapa mpaka mwisho wa Kibira ni hapo nyuma. Hapo Jamhuri. Na kutoka hii Ngongwe, kutoka Lang'ata 4,100.9 acres, 4,197.9 ndio hii vile tumepewa hiyo. Lakini baadhi yote ninakujua ndio juzi
tulipojaribu kufanya hivi ndio tukapewa 288 badala 4197.9 tukapewa 288. Bado yote unaona Yuropande ne oganda jowanubi osebedo matek Kenya ka indika puro Luanda. Kakoro chunogi mondo timnegi nonro mawiye eka ginyalo chako chenro mar manyo kipande. Sisi shida yetu vile vile ya pili ikawa ya ID. Sisi hatutambuliwe kama wananchi wa hapa ya Kenya kwa sababu kupata ID kwetu shida sana kwa nini mpaka waende ulete nini waende leta barua ya mtoto, na mtu wa Kenya akija tu barua ya school anapeana. Mpaka sasa shida yetu bado iko mambo ya kufanyia watoto wetu rating mpaka sasa bado inatuhuri tu, na bado tunafuatilia. Lazima tuone watoto wetu vile vile tunatambuliwa kama wananchi wa hapa, kwa sababu hii mahali haiko hivyo. Wazee walikuja mwaka sasa karibu 100 na kitu wamekuwa hapa, lakini mpaka sasa bado tuna shida kwa kupata nini ID vitambulisho. Bado tukienda huko naambia unatoka wapi? Sasa ikawa ndio sijui tutafanya namna gani ndio tuwe wananchi wa nchi hii kama kawaida. Odiochieng' mane watimo e sigana mar jowanubi ne warado kod rowere kod mine mabende osebedo ga kamanyo opande kuom kinde malach to duoko ok bedie. Nyinga iluongo ni Mary Aduol, asemanyo ID kadi pichani 10 years, kadi kuro inyisa ne nakel barua mar mama, mara kel barua mar baba, mara bigi jonyuolna, mara akendi risinde kabich, koreka gimiya ID. Koro jo kadisi opechana mang'eny, anoro kinda beti piny. Koro adwani nyakayo, adwani mondo gichemo karatasi yangu. Nataka watu waingilie kati, huyo DC officer atusaidia, atupatie ID. ID ni haki yetu. Nyika Rose Achieng. Asepe kata agdanai. Aseti kadisi karibu di fragment. Achako manyo ID kan gig ni hapa gochiko. Nyaka sani pod otama mi ID. Kiti kadisi kioka idwa kitu kidogo no waonge ko. Seche moko wanie breadwinner yo. Jo kudwa konyo. Kaki wayudo kon okidwa yao konyo. Akian gidwaro na. Okiya ya mondo konyo mayudo ID na eti jua madwati. Gimi wa haki wa. Giwet wongo wa haki ke chikini ya jotelo. Obed gu akili mabero mi wa ID wa. Bado mnapata changamoto za kupata kitambulisho, manake hapa Kenya kama una kitambulisho hakuna mahali unaweza enda. Kwa hakika hiyo ndio changamoto kubwa, hata ndio imenisababisha mimi na wenzangu wawili. Mmoja anaitwa Fatuma Abdurrahman, mmoja anaitwa Ahmad ambaye saizi yuko diaspora. Tumeanzisha NRF, ngezifauna menas. Changamoto haswa ndio citizenship. Wanubi kupata kitambulisho ni shida. Mpaka saa yote tuvurutane na serikali. Na mpaka leo still the same. We are being vetted. So nauliza serikali, muna tuvet kwa nini? Sisi tunakaa Kibra. Maisha yetu yote Kibra. Sheria ya vetting ni mtu mwenye anatoka mpakani. Wengine wanasema nyinyi mko na history paka Uganda. Nikaambia Mudi Aori's brother alikuwa MP Uganda. Are they vetted? Tuko na Wamasai Tanzania. Are they vetted? Nena Northeastern, where I understand it is the center of all the problems. Nimeenda paka nikaona vetting yao very comfortable. Sio kama yetu ya Wanubi. Northeastern kijana anaingia, chief akisema tu hii ni mtoto ya fulani, mambo imeisha. Watu wa NRB wako pale, unakuja unajaza fomu unatoka na wiki. Sisi kwetu Wanubi hapa uzungushwe cha mno. Just the other day huyo mheshimiwa Imran alinishika mkono
na nikategeza petition ikaenda parliament, na we sat down with the parliamentarian caucus on on security, na tukakubaliana na wakakubaliana na sisi. So Matiang'i came up na report, ametupatia code number 50, which is good. That code means recognition. But the problem is the other remarks anaweka chini, oh, birth certificate wetu lazima iwe verified. So the question I'm asking, is Matiang'i really serious? You only verify birth certificate for Shafi and Mohammed and Ali and Abdallah, but you don't verify the birth certificate for Elizabeth and Tom and Kamau and the other ones. You see? So that is what we term discrimination. And if you go, ukienda kwa katiba article 27(4) inakwambia vizuri sana, government shall not discriminate. Lakini nashindwa kina Matiang'i ni mawaziri, lakini nashindwa wanafanya kazi na katiba gani. So hizo challenge bado ziko. Yes, na hata nimeona kwa vile unajua I'm a Muslim. Leo nimefunga. And I'm respecting the system from the president. It is just the other day when Matiang'i came with this report na hiyo code number 50. So nimesema let me take my time for about 3 to 4 months. And if Matiang'i will not think otherwise, kama yeye ndio atakuwa, kama yeye hatakuwa after election, whoever will be there, kama hatachukua hatua, I'll take the report again. Because I have all the right to ask them, why vetting me, not others? Yeah. Tendnanga mag jowa koloni ne otamore mondo kik oganda jowa Nubi odogi e piny mar Sudan, kama ne oketgi ni gidak e Kibra, but Nairobi kod gwenge mamoko e Kenya kaendi mabende pod gidakie nyaka sani. Wazee walipotoka pamoja na British wakafika hapo Ukambani hapa, hali ya kwanza wazungu wazee walipokuja wakawa hapo Pangani hapo nini Machakos. So kakaa huko sasa kaona hapa sipali ambao wataweza kuishi sababu hali kavu katoka. Walipokuja na British, wapo tu na British. Na hapa nini hakuna, ilikuwa hapa ilikuwa pori tu, hakuna mtu anaishi hapa. Lakini hasa mahali hapo Nairobi mzima yote ilikuwa ni ya Wamasai. Hii bahari ni ya Wamasai, japo tumekuja tu, lakini hii bahari yote ya Masai. Basi wazee walipotoka kule wakawa wamefika nini Ukambani, kaona ni nchi ambao hawezi kuishi. Wakatoka huko wakaletwa hapa nini hapo Pangani. Wazee wakakaa hapa Pangani na wazee wengine wakawa hapo Shauri Moyo mahali ambapo sasa hapo ilikuwa pori tu, hakuna nini. Basi wazee wakakaa. Sasa ikawa sasa maendeleo inaanza kuendelea. Sasa wazee waliona huko tena si pahali pa kuishi Pangani, wakaja hapa Pelelesho. Sasa walipokaa hapo Pelelesho ni ami tu au ni ami, walipokaa hapo Pelelesho wakakaa, ndio sasa hapo wakatafutiwa hapo Kibira hii. Sasa walipofika hapo Kibra, hii ni pahali ya Masai. Wazee waliomba Lenana, ile Lenana ndio ilikuwa kiongozi wa Masai. Wazee wakaomba, sasa Lenana akakubali, akasema hilo wazee wakae hapo. Ndio wazee Kibira ilianza wazee wakaanza fast. Hii maana ya Kibira ilikuwa forest. Piny wacho ma Kenya pokne omiyo oganda jowa Nubi ratiro margi kaka jo Kenya, kendo kaka jogo eko mabende kweregi ne okwongo dak e piny mar Kenya e kar dak ma Kibra mane kaunti ma Nairobi, kendo ng'egi kaka jogeko kata joyuoro mabende ne obiro e lop sirikal. To makmana kwa hakika mimi kuambia, na hata nishawaambia na kisa zote nawaambia, it's so unfortunate, Wanubi Kenya mzima wanavetiwa na hizo shida wanapata huko yote, hawajui mwingine, wote wananikilia mimi.
So saa zingine mimi hupata changamoto, manake kazi yangu haiwezi kwenda bila pesa. Saa zingine mimi hukosa pesa. Sasa nikipata kidogo, I travel. Naenda Bungoma, I met them. Naenda Mumias, I met them. Naenda Kisumu, you remember the eviction, I stood with them. Hata sasa nimetoka huko, I pay the surveyor, ndio atengeze report so that the compensation kesi iendelee. So you see, hiyo ndio shida ambayo iko hapa, lakini bado kuna changamoto. So what I'm telling them, nawaambia kaeni kwa Nubians are Kenyans like any other Kenyan. Hii shida ndogo ndogo hii tutapambana nayo, and by time tutashinda. Manake Nubians are not students of the support. Sisi ni sawa na Elizabeth na Akinyi na Tom na Jumona. Karekit siasa chalonade ekindi joa Nubia pachuka. So umesema wewe ni mwanasiasa. Wewe kama mwanasiasa, wewe ni mwanamke, mwana mazingira. Ni changamoto yapi unakumbana nazo kama mwanasiasa kwa Kibra, kama mwana pipi? Kama Mnubi, changamoto kubwa ambayo tunayo sisi ndio wachache. Sisi ndio jamii ambao wachache ndani ya Kibra. Alafu unaelewa siasa imekuwa local na imekuwa a bit tribal. So tuko na changamoto nzito kuwashawishi jamii wengine kutupatia support. So hiyo ni changamoto moja ya kuwa jamii chache, ya walio wachache. Kwa hivyo tuna kazi nyingi zaidi ya kuhamasisha na kuwashawishi kutupatia support. Alafu changamoto nyingine ile changamoto ya kuwa mwanamke ndani ya siasa. Kuna watu ambao kuna section ya watu wanaona afadhali tumpatie mwanamke kuliko mwanamke, ama hata mwanamke angalie umeme. Hiyo ndio kiti ya wamama, unaona. So haya ni changamoto ambayo nimeona in cut crossing the Kenyan society. People think that ukitaka kuwa mbunge inaonekana atifa hiyo kiti, kuna kiti ya wamama. Naam. So haya ni changamoto lakini tunashukuru kwa sababu tunaona, kwa sababu sauti ya mwanamke. Ukiangalia hata juzi kulikuwa katika budget, kulikuwa na changamoto kidogo tuliona kama kina mama ya kuwa budget ilikuwa slash ya sanitary. So unaona hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu ile sauti ya mama haijasikika vizuri. Because kama kulikuwa na wamama wengi, hiyo sauti ingekuwa juu zaidi, hiyo budget haingekuwa slash. Hata kama ndio kuna changamoto ya economic challenges just to fill in the spaces within the allocation and the budgetary processes, they will not have opted for kuangalia sanitary funds. So ni kitu ya muhimu sana ambapo ni dignity. It's something to deal with the dignity. Mtoto msichana, hiyo ni natural process. Kila mwezi itakuja, hata afanye nini lazima ije. So wakati budget itapunguzwa, inamaanisha kuna yule mtoto bado atapata changamoto, mtoto wa kike ambaye atapata changamoto kupata sodo. So haya ndio yale mambo ambayo yananipa motisha hiyo sauti ya mama hii hapa. Alafu ukiangazia pia mambo ya mazingira yetu, kuna changamoto kubwa zaidi. Tunaona climate change effects tumeanza kuyahisi, ambayo kwa Kiswahili hata sijui Kiswahili kutoka wapi. Mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo ni new emerging terms za Kiswahili. Lakini sasa the effect changamoto yenyewe inakuja na mambo mengi. Unapata kuna wakati kutakuwa na maji mengi, kuna wakati kutakuwa na ukame. Haya ni changamoto yanakuja na climate change. Alafu ndani ya Kibra unajua with the kind of informal settlement, kuna watu wamejenga nyumba mpaka kando ya mto. Wakati mvua inakuja nyingi, mafuriko yanakuwa, unapata maji kuingia mpaka ndani ya nyumba. Na imejaribu kila mwaka tunapoteza watu kwa sababu ya maji mafuriko. Alafu unapata
mito yetu pia haijakuwa na protection, at least haijatengenezwa in the sense that hata maji ikiwa nyingi maji itapita tukivya, badala ya kwenda nini kwa vyumba na badala kupita katika barabara. Kwa sababu last year, mwaka uliopita, tulipoteza vijana walikuwa wanajaribu kuvuka katika bridge. Hawakutarajia hayo maji yakiwa mengi, lakini only kufai kuwafika katikati wakasomwa na maji. Tulipoteza vijana wanne. Haya ni mambo ya kusikitisha, na haya ni mambo ambayo ni mazingira, ambapo tukiendelea kuzungumzia itakuwa sasa hata maendeleo yetu tutakuwa tukiangazia mazingira yetu. Ukiangalia sasa kwa wakati huu, hata tunashukuru mvua imeanza kunyesha, lakini previously 2 weeks ago tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Inamaanisha maji inaenda chini. Maji inaenda chini, sasa kupata maji safi ilikuwa changamoto. Na maji safi kama hayatapatikana, utapata maji chafu ndio yatatumika, na maji chafu yataleta magonjwa. So inamaanisha environment na mambo ya mazingira yanafaa kuzungumziwa katika decision making table. Ndio mimi kama mwana mazingira nimeonelea nisimame nipeane hiyo sauti iwe juu. Nilikuwa paralegal Nubian Rights Forum, ilikuwa natetea haki za kibinadamu na pia kuona issue ya documentation. Lakini after 2017, wakati nitengeneza manifesto yangu, ndio nikaona hiyo ni kitu nilikuwa nimeshafanya na bado inaendelea, iko sawa, ndio nikaingia mazingira. Ni nini unaweza kutuacha nayo? Ile kitu ninaweza kuacha nayo ni sauti ya mwanamke mwingine, na Nubi ni mwanakenya. Nubi ni mwanakenya na sote tumetoka mahali. Inategemea tu ni wakati gani tulikuja hapa Kenya. Na haki za kibinadamu ni haki za kimsingi. Haki za mtoto wa kiume pia ni haki za sawa. Na mama mazingira pia anasimama kama mbunge ndani ya Kibra. Ningependa pia watazamaji wachukura kama mazingira mwanamke bomba ndani ya Kibra, kufanya mambo ya kijamii na nimechangamana na kabila zote. Kwa hivyo naona ni nafasi kubwa sana kipaumbele ya kujitia. Karibu. Yes, kama nyakura magjoange ne wadhi mana mbele for the story ya magjo Nubi kama iwinje mbaka jo Nubi. Naitwa Shafi Ali Hussein. Mimi ni kinara wa Nubian Rights Forum. Nubian Rights Forum ni shirika ya kutetea haki za binadamu na hususan haki za jamii. Sababu ni jamii ya Wanubi ni jamii ambayo kwa lugha ya Kimombo tunaita minorities within an urban setup, na haki yao imekiukwa kwa muda mrefu sana hadi wa sasa tukizungumza. Ndio maana tumejitokeza kama Nubian Rights Forum tujaribu tusukumane na serikali tuone Wanubi wanakuwa treated kama Kenya.